Nimetembelea kiwanda cha mabomba hiki, nimeona mabomba yanayozalisha. Nimekuwa na maswali mengi ndani kuhusu quality, kuhusu madhubuti na mambo yote, lakini nimejiridhisha. Na faraja nilionayo ni kwamba ndugu yetu huyu sasa ametufanya tusitumie fedha za kigeni kuagiza mabomba, kwa sababu yeye anazalisha hapa ndani. Yeye pamoja na wenziwe wanazalisha hapa ndani. Lakini kubwa, amewaza vizuri, kwa sababu kipindi hiki tuna miradi mingi sana ya usambazaji maji na kumtua mama ndoo kichwani. Na rasilimali kubwa tunayoitumia ni mabomba ambayo ndugu yetu huyu anazalisha hapa hapa. Kwa hiyo niwapongeze sana kampuni ya Molly Oils Milling kwa fikra hizo walizofikiria kuweka kiwanda hiki, lakini kiwanda cha kuchakata pamba. Na jana tulipokuwa tukizungumza na wazee, waziri wa kilimo aliongea mengi kuhusu pamba. Ndugu zangu wa Simiyu, kazi yetu kama serikali ni kushika zao moja moja na kulipandisha. Tumeanza kushika mazao kadhaa. Korosho tumeipandisha kiasi kikubwa, kahawa tumepandisha kiasi kikubwa. Hamwezi kufikiria hata mbaazi ambayo ilikuwa ni mboga tumeipandisha kwenye soko la ulimwengu, na sasa tunakwenda kwenye pamba. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Simiyu, hatua yoyote tunayochukua serikali ni kwa faida yetu, kwa faida ya wananchi wakulima wa pamba na kwa faida ya nchi yetu. Hakuna hatua tutakayoichukua inakuja kumuumiza mkulima. Lakini kawaida mabadiliko yanakuwa na maumivu kidogo, na wanaumia zaidi ni wale ambao hawalimi wala hawaprocess, hawaongezi thamani. Ni wanunuaji kutoka huku kupeleka huku, ndio wanaumia zaidi na ndio wanaofanya kelele nyingi zaidi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, mkubali hatua tunazozichukua ni kwa faida ya nchi, ni kwa faida ya mkulima. Mkulima faidike na nguvu anayoitoa kulima pamba, kama tulivyofaidisha wengine wa korosho, tumbaku, kahawa na mazao mengine ya chakula. Wote wamefaidi, na huku kwenye pamba tunataka tuipandishe pamba.